Na una mpango wa kwenda CCM? Ni hivi kwa watu wasiojua, sisi wa umri fulani, kuna kipindi tulikuwa wanachama wa CCM. Watanzania, mwenye macho haambiwi tazama. Bila shaka mwenye masikio amesikiliza vizuri kauli ya Lissu. Lissu ni mwana CCM kwelikweli, kindakindaki. Sasa mimi kuna mambo ambayo nahitaji kwenda kuwapitisha, na hasa ni nini nataka kwenda kuwapitisha, ili muelewe ni watu gani wanaostahili kuwa wanaharakati. Na wanaharakati hao tunaowatambua ni wale ambao wanafanya harakati lakini kwa manufaa ya Tanzania. Kama mama amefanya vizuri, kama sisi amefanya vizuri, ipongeze. Hebu tumsikilize Mheshimiwa Philemon Mbowe. Naomba niseme jambo moja ambalo yawezekana baadhi yetu tusilipende. Namshukuru sana Mheshimiwa Rais, amtaki mkubali msikubali, nasema namshukuru Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Nimekaa naye kwenye vikao vingi vya kutafuta maridhiano ya taifa hili. Yawezekana miongoni mwetu akanyanyuka yeyote kukebei, hata nipindisha msimamo wangu. Nadhani Watanzania mtakuwa mmemsikiliza aliyewahi kuwa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Philemon Mbowe. Mbowe bwana, na ndio maana hata umeona hata kwenye uzinduzi wa bwawa la umeme ambalo limetengenezwa kwa tozo zetu sisi wa Tanzania, lakini kwa usimamizi mzuri wa Chama cha Mapinduzi, kwa usimamizi mzuri wa rais wetu kipenzi Mama Samia Suluhu Hassan, ameliwezesha na Mbowe alienda. Japo watu wamezungumza mambo mengi, unajua Mbowe, unajua anajipendekeza. Hapana. Hao ndo wanaharakati ambao hata rais hayati John Pombe Magufuli alimsifia sana huyu Mheshimiwa Mbowe. Hebu tumsikilize hapa. Mheshimiwa Mbowe, nakupongeza sana. Wewe ni tofauti sana na wanasiasa wengi Tanzania. Na wewe unadhihirisha wazi kwamba maendeleo hayana chama. Maendeleo hayana chama. Na tukienda hii, kwa kweli Tanzania itakuwa ni nchi ya kutolewa mfano. Kwa sababu barabara hii inahitajiwa na Watanzania wote. Uwe Chadema, uwe CUF. Hiyo ndo namna ya kuweza kulijenga taifa letu. Tanzania hii lazima iishi katika umoja, mshikamano. Tanzania hii lazima tuishi katika misingi ya sheria na katiba ya nchi. Sisi lazima tuongozwe na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wewe unajifanya mwanaharakati, pinga kwa hoja. Na mimi nimekuwa nikiwaambia, acheni maneno. Maana naona hapo vijana mnafoka kweli. Unajua wewe unaongea kitu ambacho ukijui. Si kwamba sikijui, naongea vitu ambavyo navifahamu. Chama chochote kile kina misingi. Misingi mojawapo ni pamoja na kutengeneza agenda zenye mshiko za kuweza kumfanya mimi kama Mtanzania niweze kuhamia kwako. Sio utengeneze uchochezi. Mama naiba, viongozi wanaiba, wanafanya mauaji. Leo hii nadhani mmeona Mbowe. Ni mtu pekee ambaye ni mfano wa kuigwa. Wewe leo hii hata kitu cha maana. Mimi nilitegemea kwamba ungeweza kwenda kuungana jana na wanaharakati wenzako kwenda kumpongeza mama kwa jitihada alizoweza kuzifanya za kuzindua mradi mkubwa wa umeme nchini Tanzania. Lakini wewe unakwenda kwenye media na kwanza kupotosha umma na kwanza kuzungumza vitu vya hovyo. Na yani kazi yako wewe ni uchochezi tu. Yani hujawahi kuzungumza point, ni uchochezi tu. Yani kuonesha kwamba serikali ya CCM haina lolote, haina chochote. Hiyo miradi inayofanyika ni ya nani? Umeifanya wewe Chadema na kundi lako? Umeifanya wewe Heche pamoja na wao kina Boniface? Tuweni waungwana. Uungwana ndugu zangu ni vitendo. Tulieni moto waingie. Tulieni, sindano bado ndo amechoma hajaingiza dawa. Tulieni, mama anyoshe nchi. Tulieni, Samia atengeneze na kutuletea maendeleo wa Tanzania. Acheni propaganda. Serikali iliyopo madarakani inajielewa, inajitambua na inafanya vitu vile ambavyo hata ninyi hamkutegemea kama vingeweza kufanyika. Ongeleni sana serikali na ongera sana Mbowe. Jitihada unazozifanya, jitihada unazozionyesha kwa Watanzania ni dhahiri shahidi kwamba wewe ni mwanasiasa wa mfano wa kuigwa.
mengi sina. Wewe tukana, zungumza unavyozungumza, lakini huo ndio ukweli. Lazima ukweli tuusifie, lazima ukweli tukubali. Wamesema kitu kimoja sahihi za kujisifia kwamba mtaandamana, wamesema kitu kimoja sahihi wasi na nini kama hivi. Msimamo huu unaashiria uasi. Ni kweli, ni kweli, kwa sababu tunasema tutazuia uchaguzi, tutahamasisha uasi. Hiyo ndio namna ya kupata mabadiliko.